Hello, habari yako? Karibu katika MNS Podcast Mjenga na Salma. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kule Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Tunakukaribisha kwa mara nyingine. Leo MNS Podcast imepata nafasi ya kuketi na kufanya mazungumzo na Rais wa TFF Wallace Karia. Karibu sana. Asante. Habari za TFF? Nzuri, nashukuru Mungu. Kwema? Kwema kabisa. Sawa. Sisi tunakukaribisha sana Mjenga. Mbona unamuuliza kwema? Kwani kuna shida? Hapana. Au unataka kujua tu kama nataka kujua kama usalama upo. Ndio maana yuko hapa. Ndio maana yuko hapa. Sawa. Kifupi tu tumfahamu Wallace ni nani, amezaliwa wapi, ametokea wapi, sehemu zipi alizopita mpaka leo tunamuona sasa akiwa ni rais wa TFF. Karibu. Asante. Mimi nimezaliwa Tanga mwaka 1963 kwa 19 Agosti. Miaka miwili baada ya Tanzania kupata uhuru. Mwaka mmoja kabla ya muungano. Kwa hiyo nilizaliwa na mimi kwa mama yangu tuko wawili. Okay. Wangu Karia. Kwa baba tuko wengi kidogo. Okay. Kama 6 hivi. Wow. Familia kubwa. Kwa hiyo nimesoma Tanga kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6. Nimepitia shule mbalimbali za primary. Darasa la kwanza mpaka form 6 hujatoka nje ya mkoa wa Tanga? Sijatoka nje ya mkoa wa Tanga. Hiyo soma shule ya msingi Sahare ndo nilianza. Nikaenda tena sasa hivi ni wilaya Mkinga, wakati wa wilaya Muheza. Kwa na kababu yangu nasoma shule ya msingi inaitwa Magati, tarafa Maramba kule, lakini pia nilisoma Mjesani kidogo. Narudi tena nikasoma Makorora, baadaye nilisoma Kana Primary School. Ndio nilimalizia pale. Form 1 mpaka form 6 kwa Popatlai Secondary School, lakini kuna Popatlai High School. Yes. Baada ya hapo nilienda jeshini kwa mujibu wa sheria. Okay. Wakati ulikuwa mwaka mzima. Miezi 6 nilikuwa Ruvu. Lakini miezi 6 nilikuwa Chang'ombe. Kiwanda cha samani. Maana kipindi kile jeshi kuna kambi ukienda ukitoka hapo unaambiwa kweli huyu mwanaume. Ruvu, Mlale na ile ya Arusha. Oljoro. Yeah. Zilikuwa nyingi, sio wakati zishakuwa nyingi. Ingawa Ruvu nayo ilikuwa imejaa watu wa mjini wa Dar es Salaam hapa. Baadaye tena miezi 6 mnahamishwa. Kwa mimi nilipelekwa kiwanda cha samani pale Chang'ombe. Daudi mimi nilikuwa ofisi ya rais. Mimi nilikuwa karani wa rais. Mimi nilikuwa natengeneza daily order zile jeshini. Kwa hiyo chakula wewe ilikuwa ikupi shida? Hamna chakula jeshini, huwezi kupata tabu ya chakula. Katika kitu ambacho ni muhimu sana ni chakula, wala hamna mtu anayepata shida. Kwa kazi yangu pale kutengeneza daily order, naenda kwa pewa, ananipa fezi zile za kisiasa, baadaye tena akanipa go ahead. Nikawa nazitengeneza mwenyewe, naweka za kina Mau, Nyerere, Nkrumah, nani. Kwa hiyo nikawa kidogo na mambo ya siasa. Kwa sababu nikawa nasoma ili kesho nipate. Piga juu imezuiliwa, chini imezuiliwa. Sawa. Umenielewa nikisema hivi? Hebu fafanua kidogo. Ukiandika daily order pale juu inaandikwa imezuiliwa, afu chini pia kumaliza unaandika imezuiliwa. Ina maana yatakiwa yale yanasomwa pale pale kambini, hawezi takiwa kutoka nje. Yes. Kwa lazima uweke yamefungwa. Nakumbuka sijui siku hizi. Na ndani ni hivyo. Baadaye jiunga na chuo cha uhasibu. Wakati walikuwa wanaita Dar es Salaam School of Accountants. Ilikuwa na mahusiano na London School of Accountants. Yes. Pale ambayo ndio inaitwa TIA sasa hivi. TIA. Wakati huo serikali ilikuwa na shida ya wahasibu.
kusoma miaka 3, sisi tusoma miaka 2 crash program. Lakini wale wenzetu ambao mwaka wa kwanza walishindwa, walitangulia wakaenda kazini. Kwa hiyo tumefika kazini tukawakuta wako huko. Baadaye ndio wanakuja tena. Kumbe wewe ni mhasibu? Mimi ni mhasibu. Oh, that's very good. Lakini pia fanya postgraduate chuo cha usimamizi wa fedha. Lakini pia nilisoma tena chuo cha uhasibu Arusha. Fanya kozi za CPA pale, lakini pia nirudi tena kufanya masters ambayo ilikuwa collaboration kati ya chuo cha uhasibu Arusha pamoja na Convent University. Okay. Ya UK. Kwa hiyo mimi masters ya Convent University. Okay. With merit. First class. Kumbe wale si ni msomi? Sana. Sana. Sio maana TFF iko imara. CPA. Yana natikiswa lakini hatikisiki, kwa hiyo ni ngumu kumtikisa mhasibu. Kwa hiyo kwa mhasibu. In fact niliajiriwa serikalini, first appointment ilikuwa mwaka 90 kama mhasibu msaidizi, lakini niliendelea baadaye. Wakati wanaanzisha hazina ndogo, zilianzishwa 5 pilot. Mimi nilikuwa mmoja wapo kati walioanzisha hazina ndogo ya 5. Kwa hiyo nilitoka ofisi ya RDD nikaenda hazina ndogo. Kwa wenzetu hao wasioelewa, RDD ndio rasi sasa hivi. Ndio rasi sasa hivi. Wakati huo, lakini pia baadaye miaka kama 7 hivi nilihamishwa tena nikaenda kwenye mradi wa kuhifadhi mazingira ya ukanda wa Pwani ambao ilikuwa chini ya ofisi ya RAS, Tanga Coast Zone Conservation. Kwa program accountant na administrator. Baadaye tena nikahamishwa kwenda jiji la Tanga wakati wa manispaa. Nikaenda kama mhasibu wa projects, baadaye nikawa revenue accountant, baadaye expenditure accountant, baadaye nikaja nikawa mkuu wa idara municipal treasurer. Wakati inabadilika inakuwa jiji na mimi nilikuwepo, nikawa city treasurer. Okay. Baadaye nikaenda nikahamishwa Kiteto, nikakuwa district treasurer. Baadaye nikahamishwa manispaa Dodoma kwenda kwa municipal treasurer. Okay. Baadaye tena nikahamishwa TAMISEMI kwa kitengo naitwa World Bank Working Group. Kwa pale kwa naitwa National Municipal Advisor. Wakati huo nilipewa kazi ya kushauri masuala ya mapato, lakini na kufanya studies za mashauri ya jiji Tanga, Arusha, Mwanza, Kigoma Ujiji, Mtwara Mikindani, Dodoma na Mbeya jiji, lakini pamoja na CDA. Ndio CDA sasa hivi haipo tena. Na wakati huo watu wa World Bank walikuwa wanaichukulia CDA kwamba kwa sababu iko Dodoma pale na wao wanahitajika kukusanya mapato, lakini pia kuna miundombinu ilikuwa inatengenezwa. Ile World Bank Group ilikuwa inatengeneza mabarabara, masoko, stendi, kutengeneza mifereji ya maji machafu, lakini pia wakati huo yatakiwa waboreshe mapato. Kwa vijana wanaotusikiliza, unaweza kusema CDA ni kitu gani? Kwa sababu kuna watu wengi hawajaikuta CDA. Mamlaka ya ustawishaji makao makuu, Capital Development Authority. Yes. Ndio ilikuwa iko pale. CDA in fact hata walikuwa na timu. Walikuwa naitwa watoto wa nyumbani. Wanaokumbuka kwa mpira. Kwa hiyo nikakaa pale baadaye. Wakati huo nilivyokuwa kwenye World Bank Working Group tukahamishiwa nikawa niko Dar es Salaam. Baadaye nikapata uteuzi wa kuwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mvomero. Okay. Kidogo pale baada ya uchaguzi 2015 napandishwa nikawa municipal director Bukoba Manispaa. Kumbe Rais hayati Magufuli amekukuta huko kazini. Okay. Pata uteuzi wakati wa Mheshimiwa Kikwete. Nikakaa pale. Hata uchaguzi wa kumuingiza Mheshimiwa Magufuli mimi nilikuwa returning officer wa Mvomero. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa natangaza matokeo pale. Nimesaini na
document ambayo nikaituma kwa tume ya uchaguzi, na wakati ule ilikuwa wanabimu, niliona kabisa wamebimu pale na saini yangu pale. So wewe ulikuwa unatangaza mbunge tu, madiwani wanatangazwa kwenye kata. Kwa hiyo unakuja pale unatangaza mbunge, alafu na rais nao unawajumlisha, saini unapeleka, tatangaza kitu wa tume ya uchaguzi. Lakini nishasimamia uchaguzi mwaka 2005 nikiwa Tanga, mwaka 2010 nikiwa Dodoma, chaguzi 3. Chaguzi 3 na chaguzi nyingine ndogo ndogo. Nilikuwa Kiteto kule, uchaguzi mdogo. Kwa hiyo baadaye, wakati huo niko mkurugenzi Mvomero, ndo niligombea nikawa mwenyekiti nikawa makamu wa rais wa TFF. Kwa hiyo umeingia kwenye TFF ukiwa kazini? In fact mimi ukiangalia historia yangu nimeajiriwa 90, lakini 90 hiyo ndio nilianza kuwa kwenye in fact mimi maisha yangu napenda mpira. Kwa mimi napenda sana kucheza mpira, napenda na kuogelea. Sasa hivi unaweza kuogelea? Miaka 20 nikawa sijaogelea, nikaogelea tena nikaogelea tena kipindi fulani hivi, nadhani kasio miaka 2-3. Ukaona maji yanakuzidi? Basi tu muda. Alafu pia Bengawa kuogelea mazoezi mazuri sana. Mwili mzima. Mwili mzima. Lakini pia sawa. Sasa kwa historia yako, wewe ni mzaliwa wa Tanga, mwenyeji wa Tanga, lakini kwa miaka ile, unajua ule mwamko wa elimu sidhani kama ulikuwa mkubwa, lakini ukiangalia historia yako ni kwamba umesogea. Pengine ile hali ya kuwa motivated kusoma uliipata wapi? Kutoka kwenye familia au wewe mwenyewe tu? Mimi kwanza napenda shule. Mimi nilikuwa tukifunga shule nasikitika. Nilikuwa napenda shule, lakini in fact babu yangu alikuwa anatulazimisha, babu mama alikuwa analazimisha kusoma. Mimi sikukaa sana na baba yangu, lakini nahisi pia baba alikuwa anapenda shule, kwa sababu ndugu zangu pia wamesomeshwa, na bahati mbaya ndugu zangu au bahati nzuri wengine walikuwa wanapelekwa kusoma Nairobi. Lakini mimi nilisoma kwa Tanga boy. In fact ilikuwa mwamko upo. Ujue ukisema kwamba watu wa Tanga hawapendi kusoma, mimi nasikitika sana. Mimi sijasema hawapendi. Yani ukiniambia mazingira ya Tanga ilikuwa ni shule tu. Ujue shule ya kwanza ilikuwa ni Tanga School. Wakina Mheshimiwa Kikwete wote wamesoma Tanga School. Lakini pia kule juu kule kulikuwa na shule pia Muheza kule Magila. Na hata watu wa Tanga wengi wamesoma. Kwa hiyo kusoma, watu walikuwa wanasoma, ingawa kipindi chetu kile kusoma ukifika ukishamaliza form 4 wengi wao walikuwa wanaopti kwenda kwenye ubaharia. Ndio mambo yalikuwepo sana. Lakini kusoma watu walikuwa wanasoma. Sawa. In fact tunashindana, na mimi shule niliyosoma mimi nilikuwa nashindana na vijana wa Kihindi. Okay. Popat Line ni shule ya Kihindi. Kwa hiyo na mimi nilisoma science. High school nilisoma PCM. Ukaja kubadili ukujua? Sikubadili kwa sababu form 4 mimi nimefanya masomo 10. Nilikuwa nasoma masomo 11, fika form 2 nimeacha moja, history. Haya mengine yote mimi nimesoma masomo ya sayansi na nimesoma masomo ya biashara. Na yote nilifaulu. Lakini nilikuwa napenda sayansi. Okay. History ilikupiga chenga kidogo? Nilikuwa siipendi. Lakini ilibidi unaacha kwa sababu gani? Kuna madarasa yale ya watu ambao faulu sana, ilikuwa unaacha somo moja unabaki na masomo 10. Kwa mimi nimesoma, in fact nilikuwa napenda sana physics na geography. Ndio masomo nilikuwa napenda sana, na hesabu. Nilikuwa napenda sana masomo, lakini pia sikuwa naipenda, lakini sijawahi kufeli bookkeeping. Na bahati nzuri mwalimu wangu wa darasa ilikuwa ni mwalimu wa bookkeeping, alafu ilikuwa ni kocha wangu wa mpira. Na mpaka leo yupo. Okay. That's very good. Na ndio aliyenilazimisha niingie kwenye uongozi wa michezo wa mpira.
alifanya kunilazimisha, na leo yupo, hata yuko kwenye kamati zangu mimi za TFF. Alikuwa ni sehemu ya yeye kulazimisha. Kwa hiyo nilikuwa napenda shule, lakini napenda ushindani. Mimi sipendi kushindwa. Kwa hiyo nilikuwa napenda lazima nishindane. Ingawa sio mtu hivyo kusoma hivyo sana. Nilikuwa nasoma mara chache, nilikuwa napenda kuhudhuria darasani. Nikishahudhuria darasani mwalimu akifundisha natosha. Au ulikuwa genius? Ulikuwa unijui? Sijakuwa genius kwa Maana kama sijapata marks zile za kutisha kwa mimi katikati hapo. Ingawa alikuwa na tabia moja mbaya sana. Naweza nikafanya mtihani nikijua kwamba mtihani nishafaulu. Naweza nifunge karatasi hapo siendelee. Inatosha. Kabisa yani. Sawa. Sasa katika maelezo yako Rais, mimi sijasikia kuhusiana na mke, watoto, kwa maana kwamba familia yako status ikoje? Mimi na mke mmoja. Nilioa mwaka 95. Okay. 95. Muda mrefu. Nilichelewa pia kwa sababu sikuwa nasoma sana. Bado nilikuwa na shule na watoto 3. Kwanza Mohamed alioa jana. Pili Mohamed alizaliwa 97, mwingine wa pili alizaliwa 2000 na watatu ambaye alizaliwa 2007. Wa kike. Wa kiume wa kike. Bado hujapata wajukuu? Na mjukuu. Hongera. Mjukuu sasa hivi. Amepewa jina la nani? Wa kiume wa kike? Wa kiume. Sija akawa berithi jina la babu. Sijui wenyewe wamempa jina jingine. Okay. Sasa wenyewe wameamua. Siku hizi hawataki watu kurithi majina ya wazee. Mimi wa kwanza ni jina la baba yangu mlezi. Okay. Mzee Mohamed. Okay. Pili jina la baba yangu. Watatu nimechanganya jina la mama yangu, marehemu mama yangu na marehemu mama. Katengeneza inaitwa kombi hiyo. Safi sana. Anaitwa Janet. Anaitwa Kwesara. Mita Jenesa. Janesa. Safi sana hiyo. Yuko 5 sasa hivi. Katika watoto wako nasema wako 3. Ni nani unamuona Wallace hasa anachukua nyayo zako? Kuhasibu, michezo. Ni huyu wa kike. Wa kike sasa hivi anachukua combination ya eka. Ngame sikusoma eka sababu. Yes. Anijaribu kumshauri kwamba fanya hivi, alikataa kabisa. Lakini pia alikuwa anacheza mpira. Mama yake tu amemdiscourage. Anacheza mpira. Lakini pia ana tabia za kwangu. Tofauti na zake. Wallace anapokasirika anakuwaje? Unasema ana tabia za yani ana tabia. Wallace ana jazba, yuko kwenye kikao. Yani nasema hivyo kwa sababu gani? Yani ni mtu ambaye ni mkweli yani hawezi akaficha kitu kama ana kitu anakizungumza moja kwa moja. Na mimi siwezi kuficha kitu. Huwezi kuficha kitu. Uso wangu siwezi kuweka unafiki. In fact kama nikitaka ni unafiki kwako nitakukwepa nisikutane na wewe. Yes. Lakini nitakapokutana na wewe sitaacha, nitakwambia. Ngao napenda sana kusema labda. Hii inakusaidiaje kwenye uongozi wako? Inanisaidia kwa sababu inanisaidia kwanza, watu wakisha kujua hivyo singine hata mambo yako yanakuwa rahisi, na pia hata unachozungumza watu wanakiamini. Yule kasema hivi anamaanisha anachozungumza. Sina ndimi mbili. Mfaki hata wakati huo nilikuwa wakati fulani mpaka sasa. Labda tu sasa hivi labda kwa sababu nikiwa nagombea siwe huwezi kuwa direct moja kwa moja. Kwa tu ukiwa mimi nimpiga kura nitakwambia tusikupi kura basi. Basi ufichi. Na una sababu?
Na sababu hata Mwesepe rafiki yangu sana. Lakini ulimwambia kura? Ulimwambia sikupi kura. Nilimwambia wazi. Reaction yake ilikuwaje? Alinielewa, alimpa sababu zangu, akazielewa, lakini hatukufika kwa kupiga kura. Wale wengine wote akazungumza nao, akajitoa, akashinda, akawa hana mpinzani. Kwa hiyo automatic sasa ilikuwa ni kumratify kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo hata alivyoniita wao wakati hatujaenda kwenye mkutano mkuu, tayari ushakuwa na makubaliano. Alex, enda naambia haya, niambie sasa hivi utakachoniambia nitakusikiliza wewe, ndio rais wangu. Mahusiano hayakuharibika baada? Hayakuharibika tu, aliniambia tu kuna nafasi nilikuwa nagombea na mtu, akaniambia hebu wasikilize, na wakaniomba kwamba nijitoe nimwachie yule. Na hapo rais wa CAF na rais wa FIFA we ni marafiki kwa mimi ni rafiki zako, lakini pengine urafiki wenu urafiki wetu umekuja kwa kila mmoja kwa njia tofauti. Infantino wakati anagombea, sisi Tanzania alikuwa hatumsupport. Ile inakwenda kinchi. Hatukumsupport, mimi nilikuwa sina kura. Lakini walikuwa na kura wa kumsupport wala hawakumpigia. Lakini mimi nilikuwa niko naye na anajua. Ungalikuwa na kura ungempigia. Na anajua angekuwa na kura angenipigia. In fact alikuja, tunakaa kwa Alphabet. Akasalimia mpaka Tunisia. Akaja kawaida tunakaa katibu, akakaa rais, nikakaa mimi makamu. Alisalimia Tunisia, akageuza. Nilipotoka pale mimi nikanyanyuka nikaenda tukazungumza pembeni huko. Raundi ya pili nahisi labda tulimpa kura sasa. Kwa sababu yule ambaye tulikuwa tunamsupport, ambaye Tanzania tulikuwa tunamsupport, aliwithdraw na alisema watu wake wamsupport. Ilikuwa Jordan na Bahrain. Na nyingine, kwa nini imekuwa Jordan baada ya wao kubaki watatu, akaamua kwamba Jordan akajitoa, akasema kura zake zihamie kwa Bahrain. Taongea off camera. Wote ukiona wote ni Waislamu. Kwa walikuwa Waarabu. Lakini kwa nini? Nahisi nini? Siasa za Middle East. Sasa Middle East. Kwa udini. Ni udini. Shia na Sunni. Yeah, you're right. Sawa. Sasa Wallace, unapokuwa kwenye familia yako, unakuwa ni baba wa namna gani, mume wa namna gani? Yaani leo tukumwita mkeo hapa tukamwambia bwana, hebu mueleze mumeo ni mtu wa namna gani ama mume wa namna gani. Sasa wewe ndo useme wewe ni mume wa namna gani ama baba wa namna gani? Mimi ni mtu ambaye najua na majukumu yangu kama mkubwa wa familia ambayo yatakiwa, ingawa ni mkali. Ni mkali kidogo. Ingawa ni mtu ambaye na taratibu. Taratibu zisofuatwa kidogo na kwa mkali na principles zangu fulani hivi. Wengine wanasema kwa sababu nimezoea labda nimekaa mwenyewe muda mwingi. Sababu matransfer hayo yote hayo siweza kusafiri na familia. Ikawa nakuja likizoni na kwa hiyo muda mwingi sasa sengia kishazoea kukaa mwenyewe huyu bwana. Ingawa na principles zangu mimi napenda news. Pale ya mpira kwenye TV, jambo jingine mimi ni news. Lazima nipate news. Taarifa habari lazima nikupe nyumbani sikiliza taarifa habari, lakini nikitoka sikilize. Sasa kama wana vipindi vyao basi wataenda sehemu nyingine. Lakini sio sehemu ambayo wewe upo na unataka kuangalia vitu vyako. Wanawaacha wenyewe huko na mimi wanajua sehemu ambayo. Lakini hao mengine wanaweza wakaongea wao kama ukiwakuta. Kama baba mkali. Baba ana misimamo. Na mume
mume. Wallace ni mume wa aina gani? Ndio hivyo kwamba majukumu yake na naipenda familia yangu. Kuna muda unamdekeza wife nini? Sijui, labda yeye ndo anaweza kusema hivi. Yeye ndo anaweza kusema hivi kwamba anadekezwa. Sasa kuna zamani alikuwa wakati huo tumeoana, alikuwa anasema yeye ni mke wa pili. Okay, mke wa kwanza kazi, mke wa kwanza mpira. Okay. Alikuwa anahitaji kabisa costume. In fact mimi naweza kamka hata saa 12 nikiamka futa costume nafanya wapi mazoezi au kuna obligation nyingine ukuta nazifanya ambazo na hiyo kwa maana sasa hivi ni rais wa TFF. Una balance vipi mpira na familia? Mimi in fact mimi kutoka mpirani, labda nimeenda mpirani na mara nyingi sasa hivi nahudhuria sana mechi za timu ya taifa. Au mara chache naweza nikaenda labda ikiwa mechi ya Simba na Yanga na bidi niende kwa sababu nataka angalau ukiwepo pale kama kuna yote la kutokea unaweza ukaintervene. Lakini mechi za ligi mara nyingi sasa hivi nazikwepa. Sipendi kwenda. Kwa hiyo mimi narudi nyumbani mapema. Lakini Yanga na Simba unakwenda? Ikiwa inachezwa Dar es Salaam na mimi nipo. Kwa mfano juzi Zanzibar sikwenda. Ukwenda. Lakini nilikuwa nimechoka siku hiyo, nimetoka Kahama kwenye mkutano mkuu. Nimefanya mkutano mkuu nikaja hapa. Kesho yake ndio mechi. Wengine walienda, makamu wangu walienda, nikamwambia niwakilishe mimi. Sasa ile ya Zanzibar pale wanasema lile bao Simba amenyang'anywa. Rais unasemaje? Ujue kwanza kanuni ya kwanza maamuzi ndo mwisho. Kwa hiyo nasema amenyang'anya sijui goli. In fact kuna ile statement hata waliotoa statement bodi ya ligi kwamba maamuzi kafungiwa kwa kukataa bao, ile statement wameikosea. Sasa sijui ndio statement waliandika au ni watu wa habari ndio wanasema. Ukitaja tu kanuni kwamba alishindwa kutafsiri sheria inatosha. Sasa unapotaja kwamba kwa sababu ndio mwingine sasa kama goli alikataa, kwa nini mtu hapewi goli lake? Hapewi goli akapata point. Na wanasema kama muamuzi kasimamishwa kwa kosa lile, kwa nini basi goli lisirudi? Kwa mpira una taratibu zake. Mpira una taratibu zake. Muamuzi alishapiga kwamba sio goli. Wote walipelekaje liwe goli? Labda tukabadilisha kanuni zile 17. Sasa kwa nini anafungiwa kama anafungiwa akashindwa kutafsiri? Ndio maana nasema alishindwa kutafsiri. Lakini rais, kumekuwa kuna kumekuwa kuna manunguniko mengi sana kuhusiana na baadhi ya waamuzi. Huyu sio wa kwanza, wengi tu wamekuwa wakilalamikiwa na vitu kama hivyo. Pengine solution ya hili ni ipi? Kwanza mimi niseme mimi nawapongeza sana waamuzi. Tulikotoka huko na wanavyofanya sasa hivi wanafanya vizuri. Isokuwa sasa hivi mitandao. Unapokuwa mpirani uwanjani kule Mkapa, huwezi kujua kwamba waliokaa nyumbani au baadaye kama hivi ndio unakuta unaona kwamba hili alipitiwa. Sasa wewe uko pale uwanjani kuona mpaka urudi, au alioko nyumbani anaangalia kwenye TV ndo anayeona. Yule naye ni binadamu. Kile kipindi cha sekunde kile huwezi wamebadilika sana, wanachezesha vizuri. Mimi nawape pongezi. Tulikuwa tunaangalia AFCON, kile za waamuzi haziishi, na kule kulikuwa kuna VAR. Maka hapa wanasema VAR itaanza lini, labda itasaidia. Siku yule kijana wetu Idinado alivyosukumwa, VAR si ilikuwepo. Kuna sauti tofauti. Wengine wanasema VAR itasaidia, lakini wengine wanakuambia VAR imeondoa utamu wa mpira. Waamuzi mimi nawapongeza, wanabadilika kila siku. Na kila msimu unavyoenda waamuzi wanakuwa bora zaidi. Na kuna wakati pia kulikuwa kuna hayo maelekezo na taarifa kuhusiana na VAR kuanza kutumika kwa hapa kwetu Tanzania. Pengine imefikia wapi? Kwanza VAR
ule mfumo wenyewe kwanza ni gharama. Sisi tuna VAR moja imeletwa na CAF kwa ajili ya mafunzo, iko pale uwanja wa Mkapa. Ni ya nchi zote za Sekafa. In fact mimi nilitumia nafasi yangu nikiwa rais wa Sekafa kwamba ije Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mali ya Sekafa. Inawezekana wenzangu walioingia sasa hivi nao wakasema wanaimisha kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ile moja tu hatuwezi kuitumia. Sisi tuna timu 16 kwenye ligi. Ina maana mzunguko mmoja ni mechi 8. Mechi 8 hivyo, hizo angalau tuwe na seti 8 ili ile equity ipo. Wewe ukasema tu mechi ya Simba na Yanga ndio ziko kwenye VAR. Je, cost na Pamba ni gharama ile. Kuna mwanzoni viongozi wetu wakati ule, Mheshimiwa Mwigulu wakati ule waziri wa fedha na Mheshimiwa Mchengero wakati ule waziri wa michezo, walisema VAR. Lakini VAR moja inagharimu zaidi ya bilioni 1 ile seti nzima. Lakini je, viwanja vyetu, kuna kiwanja ambacho kina equipment ambazo za kuweza hizo VAR lakini VAR hizo nazo zina nani yake. Kuna ambaye ana right zake lazima mtakapokuwa na ile mwalipe ili muweze kuwa na. Kwa mfano mimi, mtu akiniuliza VAR, mimi sidhani kabisa kwamba miaka uone kama kuna sababu ya kutumika. Tutakuwa na VAR, labda tukubaliane kwamba labda mechi tu yote ya Simba na Yanga wanapocheza, kwa sababu ndio zinazoleta matatizo na zinazoleta matatizo kwa ajili ya hizi social media. Wakicheza Yanga kule, kuna watu wa Simba wamekaa kazi yao kuangalia tu, wanachukua yale. Wakicheza Simba nao wanachukua. Alafu wakimaliza wote wananitumia mimi. Ufanye maamuzi. Mimi siwezi. Kuna kamati ya uendeshaji itafanya hiyo. Na hilo president. Kuna dhana kwamba unapokuwa president una timu yako. Na hiyo ndio shida. Wewe ni Simba au ni Yanga? Au kwa nini usimuulize yeye ni timu gani? Nisikilize kwanza. Kiongozi wetu mamlaka mama Karia anasema kajificha huko Coast, lakini ni Simba. Huwezi kumbishia kwa sababu ni kiongozi. Ndio. Kimi ni Coast. In fact nikwambie mimi, hizi timu mbili Simba Yanga watu wakifungwa au wakifungana, nikikaa uwanjani pale, mechi zao na enjoy kwa sababu hauna timu. Sina upande. Yes. Na wenyewe wanajua wenye hizo timu. Najua. Lakini mimi Coast ikifungwa, Chelsea ikifungwa, Taifa Star, labda kidogo. Kwa hiyo wewe ni Manchester, Real Madrid, wewe Madrid, Manchester. Katikati pale mliumba sana. Kuyumba lazima. Hata sasa hivi Real Madrid wanayumba. Nasema Manchester kidogo. Ndio nasema sio kidogo. Mliumba sana. Mimi ni Arsenal, yani nazungumza kwa sababu najua Arsenal tuliko sasa hivi, sio? Tuko vizuri. Kule Champions na huku kwenye EPL. Lakini mimi sasa nataka kujua rais. Rafiki yangu mmoja. Toka amezaliwa mpaka amekufa alikuwa Liverpool. Hajawahi kuona Liverpool kuchukua ubingwa. Sasa mimi nataka kujua kitu kimoja hapo rais, kwa sababu kama inasemekana kwamba wewe ni shabiki wa Simba. Yaani hizi tetesi zilianzia wapi? Kwa sababu wengi wanaamini kwamba wewe ni shabiki wa Simba. Kuna tetesi ambazo, yani kuna sauti ambazo sio za ukweli. Kosti rangi nyekundu na nyeupe, ambazo ni rangi za Simba. Sio rangi za Simba. Unasemaje hizo rangi za Simba? Kwa sababu Simba imeanzishwa baada ya Coast Union miaka zaidi ya 40. Okay. Simba wajua imeanzishwa miaka gani? Ilikuwa inaitwa Sunderland, imeitwa Simba Lane. Kwa hiyo nikizungumza hapa
Mkongwe ni Coastal Union. Mkongwe ni Coastal Union. Kwa hiyo Simba ndio aliiba rangi za Coastal Union. Mtu hawezi kuiba kwa sababu gani? Wao kwa mfano sports wanasema sports ni Yanga, yani wanavyozungumza watu wanasema African sports ni Yanga, Coast ni Simba. Sio kweli. African sports wao wanavaa blue na nyeupe. Wao wameanzishwa nao miaka ya nyuma, sio wameanzishwa 36 39 kama ambavyo wameanzishwa Yanga. Lakini sisi Coast rangi yetu nyekundu na nyeupe. Sasa watu ndo wanachukua hiyo kwamba rangi yao na sababisha, lakini ni kwamba lakini wewe kama president, maana umesema hata mamlaka inasema wale si anajificha tu, lakini yule ni Simba. Wewe mwenyewe ukiacha kwamba umesema ni Coastal Union, nakwambia yani nisikilize. Yani ikicheza Yanga na Simba utataka nini? Yani nisikilize. Yani mimi sina kabisa hata. Yani yatokea kwa mfano juzi nilikuwa naombea tu watoe draw. Kwa mfano sasa inatokea Yanga na Simba wacheze. Wewe huwa unatamani timu gani ishinde? Mimi nitaangalia manufaa ya Coast yako wapi. Nitaangalia manufaa ya Coast yako wapi. Unajua sisi kwa mfano pale kicheza sisi pale tunaangalia leo huyu Yanga anacheza na timu fulani. Hii timu ikimfunga Simba au Yanga itakuja itanifikia. Mimi nitaomba zile timu zifungwe. Hiyo inaocheza na Simba au Yanga. Sijui umenielewa? Kwa hiyo mimi maslahi ya Coast zaidi. Sasa umetuambia hapa kwamba mamlaka anasema huyu anajificha tu. Yeye mamlaka, wewe rais, tuambie yeye ni timu gani? Sijui. Nimetafuta lakini mimi ukiniuliza wengine kwa mfano nani mzee wetu JK ni Yanga. Ile inajulikana asilimia 100. Lakini pia Mwigulu unamjua Yanga. Rizwani Yanga, Majaliwa Simba. Unawajua hao. Lakini mamlaka bana, mimi huwa nawaambia marehemu Magufuli nahisi alikuwa Simba. Unahisi? Kwa nini? Siku ile nimekaa naye pale Simba walivyofungwa na Kagera alikasirika kidogo. Ukajua kabisa. Kajua kabisa. Sasa unapofika inabidi na wewe unanyamaza tu. Rais Mkapa je? Mkapa pia sikuwahi kujua. Sikuwahi kujua. Okay. Sasa wanasema ukiwa president wa TFF na timu yako kwa mfano umesema hapa ni Coastal Union. Na uko uwanjani unatizama pale, of course unapenda timu yako ishinde. Linapokuja jambo linalohusu Coastal Union na timu nyingine, utalifanyaje uamuzi? Mimi kabla ya kuwa rais nilikuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Wakati inaitwa kamati. Na wakati walikuwa hatuna kamati ya saa 72 waonyeshaji. Mambo mengi ilikuwa tuna walikuwa na mimi kwenye kamati ndo watakuambia. Nilikuwa naambia piga faini. Kanuni inasema nini? Wewe ni mtu wa kanuni. Kanuni inasema nini? Endelea na kanuni. Na wanajua wenyewe hata kama itaiumiza Coastal Union. Hata kama itaiumiza, kwa nini wafanye hivyo? Sawa. Kwa mfano tuchukue mfano. Mwaka jana Coast kacheza mechi 8 tu Mkwakwani. Uwanja niliufungia. Na in fact watu wa kamati huko nilivyoangalia kwenye TV nikaona uwanja uko ovyo, nikamwambia uwanja vipi uwanja? Piga katibu uwanja, mimi sidhani kama msipofungia huu utanichafua mimi. Lazima muufungie. Mwaka jana Coast na Yanga wamecheza Arusha. Mwaka huu Coast na Yanga wamecheza Dodoma. Uwanja pia tuliufungia. Lakini uniufungia hapo, nitatoka hapo takwenda mtafuta mwenyekiti wa CCM. Mimi na mwenyekiti wa CCM tunatoa hela tena kuutengeneza ule uwanja. Kwa hiyo atakiwa uwe mfano. Unapokuwa kiongozi, unapokuwa kiongozi lazima ubaki kwenye misimamo na kufahamu. Sasa watu wa Coast wanajua wenyewe. Nikurudishe kwenye ile ya mamlaka.
huwa kuna utani fulani huwa tunafanya kwamba Simba akishinda mamlaka anasema ongereni wanangu, Yanga akishinda anasema ongereni Yanga. Hapo unaonaje? Hiyo leo ndo unanipa itabidi nifuatilie. Nitakapojua ndo nitakuja. Simba wanaambiwa hongereni wanangu. Hapo ukiitizama vizuri. Sijawahi kufikiria hicho kitu, sijawahi kunotice, sijawahi kufuatilia. Ndio. Ingawa watu wa Simba na Yanga wanafuatilia vitu vidogo vidogo sana. Mimi kwa mfano hii ya wanangu mimi namuona kabisa yuko Simba. Sijui, lakini hiyo timu zote, lakini nachojua mimi yeye ni Taifa Star. Ya Taifa ya Star. Nakumbuka Rais Magufuli kuna kipindi alikuwa ameshona amepewa jezi ya upande mmoja Yanga, upande mmoja Simba. Hata makamu sasa hivi. Amepewa. Makamu pia. Wakati ni waziri wa michezo alishavaa shati upande mmoja nyekundu, upande mmoja manjano au kijani. Kuna kipindi nilikuwa Sierra Leone kule nikiongoza shirika la Umoja wa Mataifa. Sasa vyama vya siasa pale kimoja kinatumia nyekundu SPLA, kile kilicholeta uhuru, na kile kingine kinatumia njano kijani. Sasa siku moja tukawa tunakimbia, kuna club tunaita Hash. Unakuta kuna viongozi pale, watu wa UN na nini, tunafanya mazoezi kila Jumatatu. Nikajikuta nimevaa nyekundu na kaptula ya kijani. Sasa waziri wa ulinzi akanambia, Omar, leo ulivovaa ajabu sana. Maanake umeakisi kile chama cha kilicholeta independence kama CCM na hiki kingine cha upinzani ambacho wanatumia kijani. So ikanikumbusha kipindi kile Simba na Yanga. Yes.